Bwana Yesu asifiwe. Karibu tuweze kutafakari tena katika somo letu la ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Tulianza kwa kuangalia utangulizi juu ya nini maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto, tukiwa tunaongozwa na neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa 11 na ule wa 12. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Hii ni habari ambayo ni Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa anawaambia wale watu baada ya kumuulizwa kwamba, je, wewe ndiye yule Kristo ajaye au sio? Ndipo anawaambia kwamba huyo Kristo atakapokuja yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, lakini mimi nawabatiza tu kwa ajili ya toba. Nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Lakini kitu ambacho natamani tukapate kuangalia sasa zaidi katika siku hii ya leo ni kubatizwa kwa moto. Nini maana ya kubatizwa kwa moto? Maana pale anasema yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa tutaangalia kipengele cha kubatizwa kwa moto. Nini maana yake? Au alikuwa anamaanisha kitu gani? Au utajue, au yani ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha kwamba atawabatizwa kwa moto? Au ni kitu gani ambacho alikuwa anakirejea? Je, ni kwamba atawapitisha katika moto, au alikuwa anamaanisha kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kubatizwa kwa moto maana yake ni kupokea nguvu ambayo inaweza kuondoa uovu ndani yako, ambayo ni mawazo maovu au fikra ovu. Kubatizwa kwa moto maana yake ni kupokea nguvu ambayo inaweza kuondoa uovu ndani yako, au mawazo maovu na fikra ovu ndani yako. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema ni kupokea nguvu ambayo inaweza kushindana na uovu ulio ndani yako. Kupokea nguvu inaweza kushindana na uovu ulio ndani yako. Kwa maana nyingine tunaweza tukasema kwamba kubatizwa kwa moto maana yake ni kupokea uamsho ndani yako, ndani ya moyo wako. Yaani kupokea uamsho ndani yako ambao unaanza kupata shauku, uamsho juu ya kazi ya Mungu, uamsho juu ya kuyatimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Hicho ndicho ambacho kwamba hiyo ukipokea hicho kitu, manake ndipo ambapo wewe manake umebatizwa kwa moto. Kuna moto ambao umewaka ndani yako, kuna moto ambao umeamshwa ndani yako. Manake kitakachotokea sasa hapo kwamba badala ya kuwaza ama kufikiri mabaya, unaanza kuwaza na kufikiri yaliyo mema. Manake kama wewe akili yako au muda mwingi hapo nyuma ulikuwa unawaza ama unafikiria juu ya namna gani ya kuweza kutimiza mambo ambayo sio mema, au mambo ya kuweza kuwaumiza wengine, mambo ya kuweza kutenda kunamna ya kuweza kupindisha haki, utaanza sasa, kuna nguvu ambayo inaweza inaingia ndani yako kwamba unaposema umepokea ubatizo
kwa moto, manake kuna nguvu inayoingia ndani yako ambayo inaanza kukushinikiza au kukusukuma kwamba uanze kuwaza kupingana na ile roho ya mwanzo ambayo ilikuwa inakusukuma uwaze na kutafakari namna gani ya kutimiza mabaya. Unaanza kutafakari au kuwaza namna gani ambavyo utaweza kuisimamisha iliyo haki au iliyo kweli, au namna gani ambavyo utafanya yale yanayostahili. Haijalishi katika nafasi ulionayo, iwe ni kazini kwako, iwe katika jambo lolote lile unalolifanya, jambo la kwanza ambalo utalifikiria ni namna gani ya kuweza kuitimiza iliyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Isaya, ile sura ya 6 mstari wa 6 na wa 7. Kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 6 na wa 7, neno la Mungu mahali hapa linasema: kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Tunaona hapa nabii Isaya anasema kwamba yeye aliguswa na kaa la moto. Alipoguswa na kaa la moto katika kinywa chake, ndipo uovu uliokuwa ndani yake au uliokuwa katika midomo yake ulioingia ndani yake ukaweza kuondolewa. Kitu gani ambacho manake ambacho natamani tuweze kukiangalia hapa, kwamba Biblia inapozungumza habari ya moto ni inazungumzia kitu gani? Hapa tunaona Isaya anasema kwamba aliguswa kwa kaa la moto. Manake ule moto ulipomgusa ndio ambao ukaondoa ule uovu uliokuwa ndani yake. Ule uovu ambao yawezekana uliingia kupitia midomo yake ndani yake, uliingia kupitia masikio yake, uliingia kwa namna yeyote ile, ule uovu uliokuwa juu yake ukaweza kuondolewa. Na ukitaka kuelewa zaidi kwamba je, anapozungumza habari za uovu anamaanisha kitu gani, ukisoma katika ile Isaya sura ya 55, Isaya sura ya 55 ule mstari wa 6 na wa 7. Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7, mahali hapa neno la Mungu linasema: mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Hapa manake kitu ambacho taka tuangalie kwamba anapozungumza anasema mtu mwovu aache mawazo yake. Manake kumbe tunapozungumza habari ya uovu, tunazungumza habari ya kitu ambacho kinakuwa kinafurukuta huku ndani ya mtu, kinakaa katika fikra zake, katika mawazo yake. Ni mambo gani ambayo mtu huyu anayafikiria mara nyingi? Ni mambo gani ambayo yapo? Kwa sababu kila jambo ambalo mtu analifanya, hata kama ni baya au ni jema, jambo kwanza lilianzia katika fikra zake, lilianzia katika mawazo ya kwake. Kwa hiyo kumbe manake ili kuweza kulishughulikia hili kitu au kushughulika na huyo mtu, kama amekuwa ni mbaya, amekuwa ni mtu mwenye njia mbaya, manake kitu cha kwanza ni lazima fikra zake ziweze kushughulikiwa ili aweze kubadilisha njia za kwake. Manake kwenye kile kiwanda ambacho ndicho kinazalisha huo ubaya, kinazalisha hizo fikra za kuweza kuleta maasi, kuweza kuleta uharibifu, huko hizo zikishughulikiwa kwanza, ni rahisi sana huyu mtu kuweza kubadilika.
Ndio maana hapa katika sura ya 6 Isaya anasema alipoguswa na kara moto katika kinywa chake. Manake kuna nguvu ambayo iliingia ndani yake kushughulika. Kazi ya moto manake ni kushughulika, kuteketeza kila kilicho kiovu, kila ambacho hakifai kilicho ndani ya huyo mtu. Ndio maana mahali hapa asema mtu asiye haki aache mawazo yake. Ule uovu ndio ambao unakuondolea ile haki mbele za Mungu. Kwa hiyo manake kumbe kwa sababu ya ule uovu unaofurukuta ndani yako, kwa sababu ya ule uovu ambao upo ndani yako, kwa sababu ya kile kitu kilichopo ndani yako, kile yale mawazo, ni mambo gani unayowaza kila wakati, ni mambo gani ambayo unakusudia kuweza kuyafanya, ndio ambayo pia yanaweza kukukosesha kibali mbele za Mungu. Yawezekana katika namna ya kawaida au namna ya nje hujaonekana kwamba umeweza kufanya jambo lolote lisilofaa, lakini kwa sababu ya namna ambavyo ni vitu gani unavyovitafakari inamfanya Mungu aweze kwenda mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manake unapobatizwa kwa moto manake unakuwa umepokea nguvu ya kuweza kuyashinda yale mawazo mabaya, kuweza kushinda ule muda mwingi ambao ulikuwa unatumia kutafakari yaliyo mabaya. Unaanza kutumia ule muda kwa ajili ya kutafakari namna gani ya kutimiza yaliyo mema, namna gani ya kutenda haki, namna gani ya kuweza kulitimiza lililo kusudi la Mungu. Na kwa njia hiyo ndipo ambapo unaweza kupata kibali pia mbele za Mungu. Kwa hiyo manake unapobatizwa pia ubatizo wa namna hii unakusaidia pia kuendelea kupata neema na kibali zaidi mbele za Mungu. Na kwa sababu hii ndio maana kuna wakati ambao Yesu kuna baadhi ya mambo ambayo alianza kuyazungumza ambayo katika Agano la Kale hayakuzungumzwa katika sura hiyo, au kuna dhambi ambazo ameanza kusema hiki ni dhambi, ukifanya hili ni dhambi, ambayo hapo zamani au katika Agano la Kale haikuzungumzwa katika njia hiyo. Kwa sababu gani? Manake anajaribu kutuonyesha kwamba wapo watu ambao wanakosa kibali mbele za Mungu, sio kwa sababu tu wamekuwa watu wabaya au wamekuwa wazinzi sana au wamekuwa washerati au wamekuwa wezi au wamekuwa walevi, wamekuwa watu wa aina gani, lakini kwamba kuna vitu ambavyo vinatokea ndani yao. Kuna vitu ambavyo wanafanya kwa mawazo yao. Ule uovu unawafanya pia kwamba wakose kibali mbele za Mungu. Na kwa sababu hiyo wakaanza kusema hata hili pia ni dhambi. Hata hili pia utakuwa umekwisha kufanya kosa. Kwa sababu gani? Manake hilo pia kwa sababu ya mawazo yako umemkosea Mungu na umejitenga mbali na Mungu. Utaona anasema kwamba Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 27 hadi wa 28 anazungumza habari ya kwamba ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani umekwisha kuzini. Manake kwamba ukiingiza ile tamaa iliyo ndani yako, ule ni uovu. Ile ni roho ambayo inakukalia, kwa sababu ikiendelea hiyo ndiyo ambayo baadaye itakupelekea kwamba uweze kufanya kile kitendo au uweze kuzini kabisa. Lakini Yesu anasema kwamba ukiona kwamba kuna tamaa ambayo inakusumbua ndani yako, kuna tamaa imeanza kuwaka ndani yako, usijihesabie haki, anza kushughulika na hilo, kwa sababu umekwisha hesabu kwamba umekwisha kumkosea Mungu. Tambua kwamba umekwisha kujitenga mbali ya Mungu. Anza kushughulika hiyo kabla haijaweza kukomaa na kuweza kutoka ama kujidhihirisha katika namna ya nje. Lakini pia anazungumza habari ya ukimwonea hasira ndugu yako ni umekwisha umeua. Maana yake kwamba kwa tendo hilo au kwa hali hiyo umekwisha kutenda hicho kitendo. Kwa hiyo wewe ambacho natakiwa kushughulika nacho ni ile wazo au ile hali ya ndani, ile hisia ya ndani ambayo umeweza kupata kile kitu kwa sababu ya wazo hilo. Ndio maana hata katika Isaya 55 anasema
mtu asiye haki aache mawazo yake. Manake kwamba mtu ameikosa haki, au mtu amekuwa mpotovu, au mtu ameiacha haki ya Mungu kwa sababu ya vile vitu anavyoviwaza. Sasa ndo kama hivyo vitu, kuna tamaa mbaya, kuna pamoja na hasira, kwamba hicho ni kitu ambacho kipo ndani. Maana unapokasirika, unapokuwa na hasira, unafikiria ni namna gani utaweza kumdhuru yule mtu ambaye umemkasirikia. Vile sasa yale mawazo ya hasira yote ni dhambi mbele za Mungu. Sasa kazi yake, unaposema mtu amebatizwa kwa moto, manake amepokea, kuna nguvu fulani ambayo anapokea, ambayo hapo kabla yawezekana hakuwa nayo kabisa. Lakini kuna nguvu fulani ambayo anapokea, ambayo inaanza kumsaidia kuweza kupambana na hizo hali, kuweza kupambana kwamba hata kama nimekutana na mazingira ya aina gani, mazingira ya kukasirisha, mazingira ya kukatisha tamaa, mazingira ya aina gani, lakini anajaribu, anajitutumua, anasimama, anajaribu kujifundisha, anajaribu kuisemesha nafsi yake kwamba hata katika hili bado unatakiwa kuyajua ni yepi yaliyo mapenzi ya Mungu. Bado unatakiwa kujua ni ipi iliyo haki mbele za Mungu. Bado unatakiwa kujua ni lipi unalotakiwa kuweza kulifanya, hata katika hali kama hii, hata katika mazingira ya aina gani, lakini ili aweze kutafakari yaliyo mema. Na kumbuka kwamba mtu kama atatafakari yaliyo mema kila wakati na kila majira, hakuna namna ambavyo ataweza kufanya yasiyofaa, kwa sababu kile kitu ambacho kinakaa ndani ya mtu kikichakatwa kwa muda mrefu ndicho kinamfanya mtu aweze kufanya maamuzi ya aina fulani. Hata kama atapata mshtuko, atapata kitu chochote, mazingira yote yatakayotokea yatamfanya aweze kutoa kile kitu ambacho kilikuwa kinachakatwa ndani. Lakini huyu mtu kama akiwa na uwezo, kama anatafakari yaliyo mema kila wakati ndani yake, hatakuwa na nafasi ya kuweza kutoa yaliyo mabaya, hatakuwa na nafasi ya kuweza kutoa yaliyo ya uharibifu, hatakuwa na nafasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilicho ndani ya mtu ndicho ambacho kinamtoka, na ndicho ambacho kinakuja kudhihirishwa kwa nje. Hata kama unawaza yaliyo mabaya, hata kama utajaribu kuweza kujizuia kwa muda gani, kwa muda mrefu, kuweza kutokufanya yale mambo, lakini kama fikra zako zitabaki pale pale, ujue kwamba ipo siku utashindwa kujizuia na kuweza kufanya yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa manake Yohana Mbatizaji anaposema kwamba yeye atawabatiza kwa moto na kwa Roho, manake anachojaribu kuzungumza pia kwamba yeye alipokuwa na wabatiza, wakati huo walikuwa hawapokei hiyo nguvu, walikuwa hawapokei huo uwezo wa kuweza kupata hiyo nguvu ya kuweza kupambana na fikra za kwao, au kubadilisha fikra za kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu walikuwa wanaweza wakaungama wakati huo, wanabatizwa ubatizo, wanaungama dhambi zao, wanaungama na kukiri kwamba kweli njia zao hazikufaa, lakini ile nguvu ya kuweza kuwasaidia sasa kwamba wabadilishe na fikra za kwao, au waweze kupambana na ule msukumo wa ndani wa kuweza kuendelea kumkosea Mungu au kuendelea kufanya yasiyofaa, wanaikosa. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili pia utambue kwamba hata kama utakuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, bila kuwa na huu moto ndani yako, kama utakuwa umepokea Roho Mtakatifu bila kuwa na huu moto ndani yako, utajikuta unayajua mapenzi ya Mungu unayopaswa kuyatenda, lakini unashindwa kuyatimiza kwa sababu ya ule uovu ulio ndani yako, au ile dhambi inayopiga vita ndani yako.
kwamba unajikuta unajua kabisa kwamba wakati huu unatakiwa nifanye kitu gani, wakati huu ni jambo gani lililo sahihi ambalo unatakiwa kulifanya, lakini unapotaka kuweza kulitimiza unajikuta unakosa nguvu ya kuweza kushindana na ule msukumo wa ndani, ukijumlisha na yale na mazingira yanayokuzunguka. Kile kitu yanakushinikiza kuweza kufanya yasiyofaa, au yanakushinikiza kuweza kuipindisha ile kweli ya Mungu. Unakosa nguvu ya kuweza kumfuata Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku ndani hakuna moto wa kutosha wa kuweza kukusaidia kupambana na ule uovu, au kupambana na yale mawazo yasiyofaa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuonyesha yanayokupasa kufanya. Roho Mtakatifu atakufundisha, lakini katika kutaka kuyatimiza utajikuta unashindwa kuweza kuyatimiza. Kama neno la Mungu linavyosema katika Warumi ile sura ya 7 mstari wa 20 mpaka ule wa 25. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 20 mpaka wa 25, neno la Mungu linasema, basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Hapa unaona sasa neno la Mungu natuonyesha kwamba manake huyo mtu kwamba kwa akili za kwake au ndani ya kwake anajua iliyo haki ya Mungu, anajua linalopaswa kufanywa, lakini kuna dhambi. Anasema kwamba kuna dhambi inayopiga vita katika viungo vyetu, kuna dhambi inayopiga vita katika miili yetu, ili kuweza kutukosesha na iliyo kweli ya Mungu. Kwa sababu hiyo anasema kwamba lile nilitakalo kulifanya silifanyi, lakini nisilolitaka ndilo nalifanya. Manake kwamba kipo kitu ambacho unajua kabisa hiki si sahihi kuweza kukifanya, lakini unajikuta kila siku unaangukia katika kukifanya hicho kitu, hata wewe mwenyewe hupendi. Hiyo ni dhambi sasa ambayo ndio inakusumbua. Unahitaji kupokea nguvu ambayo itakusaidia kushindana sasa na hiyo dhambi ambayo unapiga vita katika viungo vyako, kukushinikiza uweze kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa hiyo nguvu ndio ambayo Biblia mara nyingi imekuwa ikitumia neno kuwa ni moto ambao unakuwa ndani ya mtu. Ndipo utaona ndio maana mara nyingi hata watumishi wengi tangu katika Agano la Kale walipokuwa wanaitwa na Mungu, mara nyingi Mungu alikuwa anajidhihirisha katika njia ya moto. Na mtu yeyote ambaye Mungu akijidhihirisha kwake kwa moto, utaona kuna namna fulani misimamo ya kwake inabadilika sana kulinganisha na mtu mwingine yeyote. Misimamo yake ghafla inabadilika, manake kuna nguvu. Ule moto ulikuwa unaonyesha kuna nguvu iliyoingia ndani yake ya kuweza kushindana au kupigana ile vita ambayo dhambi iliyo ndani ya huyo mtu inaweza kumsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika hayo yote na ndio maana ukisoma pia katika Luka sura ile ya 12 mstari wa 49 hadi ule wa 53,
Luka sura ile ya 12 mstari wa 49 hadi wa 53. Utaona pia Yesu anatumia hii sentensi, anatumia habari au hili neno la moto. Anasema nimekuja kutupa moto duniani. Nimekuja kutupa moto duniani. Na katika nyumba moja watu watafarakana wawili kwa watatu, baba na mwana. Maana yake watu walio katika nyumba moja watashika njia mbili zinazokinzana. Yani maana yake hapa anajaribu kusoma katika hii habari, hiki kifungu Luka 12:49 hadi 53. Unaona Yesu anasema kwamba sikuja kuleta duniani, lakini nimekuja kutupa moto, ambao anasema huu moto hautakuwa ni moto wa kawaida, kwa sababu watu walio katika nyumba moja watafarakana watatu kwa wawili, wawili kwa watatu, baba na mwana, mama na binti yake, binti na mamaye, mwana na babaye. Lakini kitu gani anachojaribu kuweza kuonyesha? Manake kwamba ipo nguvu ambayo itaingia, kwamba huu moto ambao nimekuja kutupa ukiingia ndani ya mtu atakuwa na uwezo wa kupingana na wale watu ambao walikuwa katika imani moja, walikuwa katika njia moja. Kama ni matambiko walikuwa wanafanya pamoja, kama ni uaguzi walikuwa wanafanya pamoja. Kila aina ya uovu ambao ulikuwa unafanyika katika vizazi vyetu au katika familia walikuwa wanafanya pamoja. Lakini utafika wakati kwamba kila ambaye ule moto umekwisha kuwaka ndani yake, lazima atakuwa na nguvu ya kuweza kupingana na wenzake. Atakuwa na nguvu ya kuweza kuwa na kubadilisha mitazamo, ataanza kwenda tofauti na wenzie. Huo ndio moto ambao Yesu anaweza kuzungumzia. Manake kwamba hawa watu posema ila mafarakano, hana maana kwamba itasababisha au amekuja kuleta mafarakano kwa namna ya mwili au kwa namna ya katika hali au mazingira ya kawaida au katika uso au katika mwili. Lakini anazungumzia ni yale mafarakano katika imani, kwamba watu ambao walikuwa katika imani moja lakini wataweza kwenda katika imani mbili tofauti. Ijapokuwa kwamba utofauti wa imani upo wakati ambao unaweza kuleta kwamba watu wakaweza kutofautiana hata katika mazingira kawaida au wakaweza kukorofishana. Lakini lengo kubwa au jambo kubwa ambalo Yesu anajaribu kulizungumza au kulileta ni kwamba kutakuwa na utofauti wa imani. Hawa watu walikuwa na imani moja, lakini watakuwa wamefarakana kwa namna kwamba wataanza kwenda katika imani mbili tofauti. Ndipo anazungumza habari ya moto. Kumbuka tunaendelea kutafakari kwamba habari ya kubatizwa kwa moto. Nini maana ya ubatizo wa moto? Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ubatizo wa moto, tunazungumza habari ya nguvu ambayo inaingia ndani ya mtu ya kuweza kumsaidia kupambana au kushindana na mazingira ya nje, mazingira ile hali ya ndani ambayo inamshawishi au inamsukuma kuweza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mfano wa kwanza. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi ule wa 40. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi ule wa 40. Mahali hapa neno la Mungu linasema, Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36 hadi ule wa 40. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, E Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, E Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie.
Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji, na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kitu ambacho nataka tuweze kukitafakari zaidi katika hii mistari. Kumbuka wakati huu ambao walikuwa Eliya au moto uliposhuka, mfalme Ahabu pia alikuwepo. Na ukiendelea kusoma hii habari, unaona kwamba mfalme Ahabu akaenda kumwambia mke wake juu ya mambo ambayo Eliya ameweza kuyafanya. Sasa kitu ambacho nataka tukiangalie katika hii mistari, ukisoma hapo unaona habari ya nabii Eliya kwamba baada ya ule moto kushuka, Eliya akatoa amri kwamba wawakamate wale manabii wa Baali. Na ikumbuke kwamba mpaka wakati huo Eliya alikuwa amekwisha kuhukumiwa kifo, na manabii wote amekwisha kuhukumiwa kifo, na alikuwa anatafutwa ili apate kuuawa. Kama alikuwa ni mtu ambaye alikwisha kuhukumiwa, alikuwa ni mtu ambaye amekwisha kuhukumiwa, anasubiri adhabu. Lakini hapa tunaona hakuhitaji tena mfalme Ahabu aweze kutoa kibali cha wale watu kukamatwa na kuadhibiwa. Yeye mwenyewe akatoa kibali, akatoa agizo au amri kwamba hao watu wakamatwe, na akaenda kuangamiza wote wale manabii wa Baali. Swali linakuja, ilikuwaje kwamba wale watu ambao walikuja kwa ajili ya kumwangamiza yeye, walikuja wakiwa wanamtafuta yeye wapate kumwangamiza, lakini mara ghafla hapa tunaona wanaanza kusikiliza amri ya kwake, wamemwacha na mfalme hajatoa neno lolote, hajatoa kibali chochote, lakini wakaitii ile sauti. Manake baada ya ule moto kuweza kushuka, kuna kitu kilibadilika ndani yake. Hawakuanza kumwona tena Eliya kama ambavyo walikuwa wanamwona ama kufikiria kabla, lakini walianza kufikiria habari ya ukuu wa Mungu, na hawakuona tena kitu kingine chochote au Mungu mwingine yeyote wa kuweza kumlinganisha na huyo Mungu. Na ndio maana wakaona kuna kila sababu ya kuweza kumsikiliza Mungu kupitia kinywa cha Eliya, ijapokuwa alikuwa ni mtu ambaye amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo manake hapa tunaona mahali pia ambapo moto uliweza kushuka, na ule moto uliashiria juu ya wale watu wote ambao walikuwepo mahali pale. Walibadilishwa fikra zao, wakabadilishwa mawazo yao, wakabadilishwa misimamo yao. Wamekuja na misimamo ya kumkamata Eliya, misimamo yao yote ile ikayeyuka, ikabadilika. Wakaanza kuweza kumsikiliza Eliya ni kitu gani anawaambia waweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 11 mstari wa 10 mpaka wa 15. Kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 10 mpaka ule wa 15. Hapa unapata habari ya Musa. Hapa unapata habari ya Musa alipokuwa akiwaongoza wana wa Israeli. Ulifika wakati ambao Musa amechoshwa na ule masumbufu na ule usumbufu wa wana wa Israeli. Amechoshwa na yale kila namna ambavyo waliweza kumsumbua. Lakini kuna jambo ambalo nataka tuliangalie mahali hapa. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 10 hadi wa 15. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako?
kwa nini sikupata neema machoni pako, hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia, haya wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapia baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Mstari wa 15 anasema, na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Anasema kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Kitu cha kushangaza hapa, ilikuwaje Musa pamoja na usumbufu alipoona kwamba mambo yamemwelemea, lakini alikuwa na kitu kimoja ndani yake, kwamba haiwezekani kwa namna yeyote ile akafanya jambo lolote ambalo lipo kinyume na mapenzi ya Mungu. Wakati unaona kwamba mahali pengine ambapo Haruni, baada ya wakati Musa yupo mlimani, walipomshinikiza kwa kitambo kifupi tu, kwa siku chache, kwa muda mchache, kumshinikiza kwamba aweze kuwatengenezea miungu mingine, Haruni aliweza kutia, akaamua kwamba baada ya kuona ule usumbufu, akaamua aweze kuwatengenezea, kubali ombi lao ili kusudi tu aweze kuepukana na ule usumbufu. Lakini Musa hakuwa tayari wakati wote ule, na kama hapa tunasoma tunaona Musa anasema, bora uniulie mbali. Manake bora nife. Kwa sababu gani? Kwa sababu nikiendelea kuwa hai, hakuna namna ambavyo nitatimiza matakwa ya hawa watu, kwa sababu muda wote wanafikiria habari ya kukuasi wewe, na mimi siwezi nikaruhusu hilo jambo. Ni kwa nini Musa alikuwa na msimamo huo, lakini Haruni hakuwa na hiyo nguvu? Kumbuka, Musa alipokuwa anaitwa, Mungu alijidhihirisha kwake kwa moto. Ni ishara kwamba kuna kitu au kuna nguvu iliyoingia ndani yake, kwa sababu ya ule moto ulikuwa unaendelea kuwaka ndani yake na kumfanya kwamba fikra zake na mawazo yake muda wote yawe katika kutenda iliyo haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata hapa Yohana Mbatizaji anapozungumza habari ya kwamba yeye ajaye nyuma yangu, anapozungumza habari ya Yesu kwamba tawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, manake kwamba kuna kitu, kuna nguvu ambayo katika huo ubatizo kitakuwa kinaingia ndani yenu, ambacho hapa katika ubatizo ambao naufanya mimi hakiingii. Haki katika ubatizo ambao naufanya mimi haukipokei. Kwa hiyo manake katika maisha haya au katika wakati huu, ili kujitafakari wewe namna gani huo ubatizo uliobatizwa, namna gani ambavyo umeweza kupokea. Angalia pia misimamo yako ya ndani, ujikague misimamo yako ya ndani, una misimamo ya aina gani? Ukisoma katika habari hizo za Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 pale ndipo utaona Musa alipokuwa anaitwa, aliitwa kwa namna gani. Lakini Haruni hakuitwa, hakutokewa na moto. Kama ni habari za moto huo ambao ulitokea katika kijiti, alizisikia kutoka kwa ndugu yake au kutoka kwa mdogo wake Musa, kwamba katika wakati ambavyo nilikuwa naitwa, Mungu alinitokea katika njia 1, 2, 3. Lakini yeye hakuweza kuona ule moto, na kwa sababu hiyo hakuweza kupokea ule moto ndani yake, na ndio maana alikuwa mwepesi kuweza kukengeuka au kuweza kutoka katika njia ya Mungu ukilinganisha na Musa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 32, kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 20 mpaka wa 24, utaona baada ya Musa alipokuwa mlimani, Musa alipokuwa ameenda kuomba, lakini Haruni alipobaki na wale watu kwa muda mchache,
hakuweza kustahimili, hakuweza kukaa nao na kuwazuia wasiweze kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, au wasiweze kuenenda tofauti na vile ambavyo Mungu alikuwa hataki. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 32. Tasoma mstari wa kwanza, kisha nitaenda kusoma mstari wa 20 hadi ule wa 24. Mstari wa kwanza, kitabu cha Kutoka sura ya 32, neno la Mungu linasema, hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Mstari wa 20. Mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, akaitwaa ile 32 kuanzia mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, akaitwaa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyizia juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake. Wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya, maana waliniambia, katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana mtu huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Nikawaambia, mtu yeyote aliye na dhahabu na aivunje. Basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Sasa hapa unaona Haruni aliposumbuliwa na hawa watu wakati Musa yuko mlimani, Haruni akaamua kuweza kuwatengenezea ndama. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamemshinikiza, kwa sababu ameona wanamsumbua, kwa sababu ameona kwamba ni mzigo mzito. Anasema, unajua watu wamejielekeza kwa mabaya. Swali ni kwamba kama alikuwa anajua hilo, je, aliwahi kumwona Musa tangu lini? Tangu wameanza safari, ni siku gani ambayo ameweza kuwaruhusu waweze kufanya yaliyo mabaya? Kwa nini na yeye asiwe na msimamo kama ule wa Musa? Ni kwa sababu yeye hakuwa na ule moto kama ambao Musa alikuwa nao. Lakini Musa tunaona mambo yalipomzidia, naona mzigo ni mzito sana, hawezi kubeba. Anasema, Mungu, na kuomba kama ni hivi, bora uniulie mbali. Kwa sababu gani? Mimi siwezi nikaruhusu hili jambo, wala sitaki kuona tena haya mashaka yangu, kwa sababu nimekuwa nikiishi tofauti na mashaka. Sielewi ni lipi watalifanya baadaye, lakini kuweza kuwapatia hitaji lao ambalo linaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, alikuwa hayupo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Katika yote haya tunaona kwamba Biblia inapozungumza habari ya moto, inazungumza habari ya nguvu ambayo itakusaidia wewe kuweza kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Inazungumza habari ya nguvu ambayo itakuvusha wewe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kuweza kumtumikia Mungu, au ya kuweza kumwabudu Mungu, au ya kuweza kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Haijalishi mazingira yanayokuzunguka, haijalishi hali gani mnajisikieje huku ndani, au vitu msukumo wa ndani, au kuna kitu gani, kuna dhambi gani iliyokuwa ndani yako, lakini kuna nguvu ambayo tunaipokea ya kuweza kutusaidia kuweza kupambana na hayo yote, kuweza kupambana na kila wazo lolote lililo baya ambalo linakuja katika fikra za kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Yohana Mbatizaji anasema, yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo huu moto ndio ambao Yohana Mbatizaji anaweza kuzungumza kwamba kuna nguvu ambayo tunapaswa kuweza kuipokea katika ubatizo, ambao kwamba ukiona kwamba kweli umebatizwa, lakini pamoja na hayo bado hii nguvu au bado huu moto, kuna namna ambavyo unatakiwa kuendelea kuuchochea, kwa sababu ile siku ambayo unabatizwa ule
moto unaupokea. Lakini ili ule moto usizimike, inatakiwa ule moto usizimike ndani yako, kwa sababu shetani anachokiwinda kwako, akiona umekwisha kubatizwa, umekwisha kupokea ule moto ndani yako, kuna namna anaanza kukuwinda kuhakikisha kwamba ule moto unazimika ndani yako. Na ndio maana utaona kwamba watu wengi ile siku ya kwanza, au pale mwanzo anapotoka kubatizwa, au pale mwanzo anapotoka kumpokea Kristo, zile siku za mwanzo anajitahidi kupambana na zile tabia zake mbaya ambazo alikuwa anafanya. Kuna vitu vingi anajaribu kuweza kupingana navyo, lakini kadri siku zinavyoenda, kama hatapata msaada wa kuweza kuchochea ule moto ndani yake, utaona ataanza kubadilika tena, kuweza kuyarudia yale maisha ya kale, kuweza kuyarudia yale mambo ya zamani, kuweza kurudia vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya kabla, ambavyo vipo kinyume na mapenzi ya Mungu, vitu ambavyo sio vya haki, sio vya kweli. Kama ni dhuluma, ataendelea kuzirudia tena. Yawezekana alikuwa anaishi maisha ya dhuluma, ndipo anaona ananufaika sana. Sasa anaanza kuona, mbona kama kipato changu nikienda kwa haki tu kinapungua au kinashuka? Sasa nitafanyeje ili niendelee kuishi maisha namna haya? Kuna kitu kinaendelea kumsukuma kwamba umesahau vile ambavyo ulikuwa unafanya. Hebu achana na hayo maisha yako ya kumcha Mungu, achana na hayo maisha yako ya kumogopa Mungu. Hebu fanya hiki kitu ili uweze kujinufaisha, ili uweze kupata kile ambacho ulikuwa unakipata. Kuna vitu ambavyo unavipoteza, lakini anahitaji kuendelea kuchochea ule moto kwa kasi kubwa, ili aweze kushindana na mambo yote hayo na kila kitu alichokuwa anakifanya ambacho kipo kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea hata wewe kwamba hata katika maisha haya, hebu angalia, hebu jitahidi kwamba katika kila namna, haijalishi ulibatizwa ubatizo katika namna gani au katika mazingira ya aina gani, lakini hivi ni kati ya vitu vya msingi au vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuvijua au ambavyo unatakiwa kuvifuatilia ndani yako, ili kuweza kusimamia ubatizo wako, ili kuweza kuhakikisha kwamba ule ubatizo uliobatiza uweze kuhakikisha kwamba, je, kweli ule ubatizo bado naishi katika ule ubatizo, au kuna kitu kimeanza kubadilika? Na kama ule moto umeanza kupoa ndani yako, uweze kutambua kwamba kuna jambo hapa halipo sawa, na uweze kutafuta namna ya kuweza kuchochea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wakati mwingine tenda kutafakari pia juu ya namna gani, au utajuaje kama umebatizwa kwa moto? Utajuaje kama umebatizwa kwa moto, ili uweze kujifanyia tathmini kila wakati na kila majira. Tafakari pia namna kuweza kujua kama umebatizwa kwa moto, na namna gani ya kuendelea kutunza huo moto ambao unakuwa umekwisha kuwashwa ndani yako. Tuombe. Na kushukuru Mungu wetu na Bwana wetu, unasema asante kwa ajili ya neema na rehema zako. Asante kwa ajili ya somo hili. Asante Mfalme amani kwa ajili ya ujumbe. Na kuomba peke yako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tizama mtumishi wako huyu na mtoto wako Mfalme amani, naposikia ujumbe, yawezekana kwa namna au kwa kipindi kirefu amenenda katika namna mazoea, amenenda katika namna sivyompasa. Hakujua ni nini ambacho kimetokea ndani yake, hakujua ni nini ambacho kinaendelea ndani yake. Na kuomba peke yako Roho Mtakatifu, kamsaidie peke yako Mfalme amani Jehova, akapate kukuona wewe, akapate kukutizama wewe, katika jina la Yesu Kristo. Moto wako Roho Mtakatifu kawake kwa wingi ndani yake Jehova, ukawake kwa nguvu ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Roho Mtakatifu
Mtakatifu asimwache. Simama peke yako Roho Mtakatifu, simama peke yako Mungu mwenye nguvu, simama peke yako Mfalme amani. Yawezekana ameinenda katika namna mazoea kwa muda mrefu, lakini nakuomba peke yako Mfalme amani, tangu sasa ukapate kumgeuza, ukapate kumbadilisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tangu anaposikia ujumbe Mfalme amani, na kuomba peke yako Roho Mtakatifu, ingia ndani yake. Roho Bwana ingia ndani yake. Mungu ingia ndani yake. Moto akuka wake kwa nguvu ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mazingira yanayopita akapate kukuona wewe, akapate kukutukuza wewe katika jina la Yesu.